بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sifa zote njema anastahili Allah aliyetukuka, Mola wa ulimwengu. Swala na salam zimshikie kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama na sahaba zake na watu wake wa nyumbani hadi siku ya mwisho. Karibuni ndugu zangu katika imani kwenye halaka yetu ya 57. Leo ni tarehe 28 mwezi wa Rajab, na ni siku moja au mbili ili mwezi wa Shaabani uandame. Namuomba Allah azza wa jalla atujalie tuwe tumefanya jambo hili la khairi khalisatan lillah, kwa ajili yake peke yake Allah tabaraka wa taala. Kwa sasa muda ambao sote tulikuwa tukisubiria kwa muda wa wiki nzima ndio sasa umewadia. Ningependa kuchukua fursa hii ili nimkaribishe mgeni wetu wa heshima ambaye ni Sheikh Eid Muhammad. Sheikh Eid Muhammad wengi wetu tunamfahamu kupitia kwenye mitandao ya YouTube. Kwa wale ambao wasiomfahamu, ningependa tu kusema kwamba yeye ni mmoja kati ya wasomi wazuri na mashekhe wanaotegemewa sana kwa fatwa nchini Tanzania. Pia hutetea haki za Waislamu barani Afrika kwa njia za amani, na ni muhariri wa makala ya Kiislamu katika magazeti ya Kiislamu nchini Tanzania. Pia ana kipindi cha kujibu maswali mbalimbali kunako dini yetu adhimu ya Kiislamu kwenye channel 10 kama inavyoitwa huko Tanzania, kwenye television ya Tanzania. Ni maarufu sana kama Mashariki na ni muhitimu kwenye shule maarufu tena kongwe kabisa ambayo ni Madrasatul Shams, ambayo inapatikana katika mkoa wa Tanga nchini Tanzania. Ndugu zangu Waislamu, shule hilo kongwe muasisi wake ni Al-Allama Sheikh Muhammad Ayub. Sheikh Muhammad Ayub, kwa wale wasiomfahamu, ni mtu muhimu sana na alichangia sana katika maendeleo ya Uislamu nchini Tanzania na nchi jirani. Kwa watu wa Burundi, kutoka katika Madrasatul Shams, Sheikh Eid Muhammad alisoma na nyuki miongoni mwa nyuki za maasatidh wa Burundi, akiwemo Ustadh Ibrahim Kasim Mnana al-Bawari, Ustadh Rajab, na pia na Sheikh Hamis Sikara au Abdallah kama anavyopenda kuitwa. Kwa hiyo singependa kurefusha mkadima wa Sheikh wetu, basi tungetosheka na haya ili tupate kufaidika na yale ambayo Sheikh wetu mpendwa alituandalia. Tunakuomba Sheikh ujihisi kabisa huru, sote ni ndugu na udugu wetu bila shaka huna mipaka wala pasipoti. Naam Sheikh, falyatafaddal mashkur, uwanjani wako sasa inshallah. Watukufu ndugu zangu popote mlipo duniani, nikusalimieni kwa maamkizi ya kidugu, maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mwingi wa kutuneemesha, na moja kati ya neema zake ni kunifanya katika wakati huu na wasiliana pamoja nanyi katika hii njia ya maajabu. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa fadhila zake hizo kwangu. Kwa fursa hii pia kumshukuru kila ambaye kwa njia moja au nyingine ameifanikisha hadhara hii ya kitaalamu ya kuwasiliana na watu katika nchi mbalimbali duniani. Mwenyezi Mungu amlipe yoyote yule ambaye amechangia kwa njia moja, mbili au tatu mpaka kufanikiwa jambo hili. Sote kwa ujumla, sisi na wazazi wetu na ndugu zetu, Mwenyezi Mungu atupe kheri za kidunia na kheri za kiakhera. Amina ya Rabb. Watukufu ndugu zangu, mada yetu kama tulivyoagizwa ni kuelezea
wepesi wa dini ya Kiislamu, wepesi wa dini ya Kiislamu, samahatul Islam. Mada hii kabla sijaanza nieleze umuhimu wa mada hii. Uislamu ni vizuri kwa sasa sisi wenyewe tunaosema ni Waislamu tukaanza kueleza Uislamu wetu ili jamii ambayo si ya Kiislamu ifahamu usahihi wa Uislamu na isifahamu kinyume kama inavyoambiwa. Lakini pili, tuueleze wepesi wa Uislamu ili ile jamii ambayo ni ya Kiislamu lakini kwa bahati mbaya, ima kwa ufahamu mbaya au kwa kudanganywa au kwa kutoelewa sentensi zilizomo ndani ya Qur'ani, ndani ya hadithi, wameufanya Uislamu ukawa dini nzito. Kwa hiyo kwa sasa ni wajibu wetu sisi Waislamu tuwe tunaueleza Uislamu wepesi wake. Nadhani tuko pamoja ndugu zangu. Ndio. Alhamdulillah alqa'il يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا والصلاة والسلام على النبي القائل يسرا ولا تعسرا وعلى آله وصحبه وبعد. ndugu zangu, ili tuweze kuielewa mada hii ni vizuri kwanza tukaelewa wepesi wa Uislamu. Uislamu ni nini? Al-Islam huwa al-khudu' wal-inqiyadu lima jaa bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Uislamu ni kunyenyekea. Uislamu ni kunyenyekea na kufuata aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ukisema kwamba Uislamu ni kunyenyekea na kufuata aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam, moja kwa moja ndio tunaeleza kwamba Uislamu ni mfumo fulani. Uislamu ni mfumo fulani. Mfumo huu Mwenyezi Mungu alipoutengeneza, huu mfumo wa Uislamu ameutengeneza umsimamie mwanadamu kwa maisha yake ya kiroho na maisha yake ya kimwili. Yaani Muislamu alitakiwa au uangalie Uislamu vipi ataswali, vipi atafunga, vipi atahiji, vipi atatoa zaka, vipi ataishi na jirani, vipi atapenda mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Lakini pia au uangalie Uislamu vipi atauza, vipi atakodisha, vipi ataazima, vipi ataweka rehani, vipi atakopa, vipi atakopesha, vipi ataingia mkataba wa biashara. Yaani Uislamu ni makosa kuutazama kwamba ni dini iliyoshughulika na mambo ya msikitini, lakini tukitoka nje ya msikiti tukadhani Uislamu haukutuelekeza. Hilo sio sahihi. Uislamu ni dini inayomshughulikia mwanadamu katika maisha yake kwa ujumla wake. Sasa Uislamu kwa kuwa ni mfumo, lazima Waislamu tukubali kwamba mfumo wowote ili usifu kwamba ni mfumo mzuri, lazima mfumo huo ukute au uende na mifumo mingine. Mfumo wowote ili uweze kuusifu kwamba ni mfumo mzuri, lazima kuwepo na mifumo mingine. Kwa hiyo Uislamu kwa kuwa ni dini safi, ni lazima ziwepo na dini nyingine. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia inna dina 'inda Allahi al-Islam. Hakika dini ya haki mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hakika dini ya haki mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Hii ni kuonyesha kwamba dini nyingine zipo. Isipokuwa wakati wa kuchagua, chagua mpaka upate dini inayoitwa Uislamu. Ndio maana katika aya nyingine Allah anasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin.
na yoyote mwenye kutaka usiokuwa Uislamu kuwa ndiyo dini, halitokubaliwa hilo kwake, na yeye akhera ni miongoni mwa wenye kupata hasara. Hizi aya zinaonyesha kwamba Uislamu ni mfumo. Kwa kuwa ni mfumo mzuri, lazima iwepo mifumo mingine. Alafu wakati wa kuitafiti hii mifumo, unaugundua kwamba mfumo wa Uislamu ndio mfumo safi, ndio mfumo unaofaa mwanadamu kuutumia katika kuendesha maisha yake ya kimwili na maisha yake ya kiroho. Sasa Uislamu ni mwepesi. Uislamu ni dini nyepesi. Iko picha kadhaa zinazoonyesha kwamba Uislamu ni dini nyepesi. Nini tafsiri ya wepesi? Wepesi maana yake, kwanza ni dini ambayo inatekelezeka bila kuleta madhara kwa mwanadamu. Ni dini inayotekelezeka bila kuleta madhara kwa mwanadamu. Hakuna daktari hata mmoja duniani anayethubutu kusema kwamba ibada fulani iliyowekwa na Uislamu inaleta madhara kitabibu, madhara haya na haya na haya. Hapana. Uislamu ni dini nyepesi, na moja katika wepesi wake, Uislamu hakuna eneo hata moja ambalo ule utekelezaji wake unaleta madhara kwa mwanadamu. Lakini Uislamu ni dini nyepesi, pia inaendana na maumbile ya mwanadamu. Na zile sheria za Kiislamu zimekuja zikiwa zinafuata vile mwanadamu alivyoumbwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba mwanadamu, kisha akamwekea sheria ili aweze kufuata zile sheria. Sasa zile sheria zilizowekewa na Mungu hazipingani na yale maumbile yake. Kwa hiyo Uislamu haupingani na maumbile ya mwanadamu. Nataka nitoe mifano kadhaa ya kuonyesha kwamba Uislamu ni dini nyepesi. Picha ya kwanza. Nataka mimi pamoja na nyinyi wasikilizaji wangu popote mlipo duniani muangalie namna Uislamu ulivyoleta ruhusa. Uislamu ulivyoleta ruhusa. Ungekuwa Uislamu ni mzito, usingetengeneza milango ya ruhusa. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, inna Allaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyata. Mwenyezi Mungu anapenda ruhusa zake zifuatwe, zitumiwe, kama anavyochukia maasiya yake kufanywa. Hii hadithi ina maana kubwa sana. Mwenyezi Mungu anapenda ruhusa zake zitumiwe kama anavyochukia kutendwa maasiya yake. Mapokezi mengine anasema inna Allaha yuhibbu, kama Mwenyezi Mungu anapenda antukuta rukhasa, kutumiwa zile ruhusa zake, kama yuhibbu, kama anapopenda antukuta azaima, kama anapopenda kule kutumiwa yale maamrisho yake, kutiiwa yale maamrisho yake, kama anapopenda kwenye rukhas, kama yuhibbu an tuqta rukhasa, kama anapopenda Mungu kutumiwa ruhusa zake, hivyo hivyo ni kama anapopenda Mungu kutiiwa amri zake. Yani anapenda amri zifuatwe, lakini pia anapenda ruhusa zichukuliwe. Sasa ungekuwa Uislamu si mwepesi, ni mzito, Mwenyezi Mungu asingeweka utaratibu wa ruhusa kwamba jambo kadha tumia ruhusa hii, wacha hii. Jambo kadha tumia ruhusa hii, wacha hii. Ndio maana Allah Subhanahu jalla jalalu akasema katika aya nyingine, yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Na kwa mujibu wa hadithi, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isma. Hajawahi kuhiarishwa Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kati ya mambo mawili, isipokuwa Mtume alikuwa akichagua lile jepesi, muda wa kuwa lile jepesi sio dhambi. Yani kati ya mambo mawili, jepesi na zito, basi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kulichukua lile jepesi.
Hili ni kutaka jamii ya Kiislamu isijenge picha kwamba dini ya Kiislamu ni ngumu, dini ya Kiislamu haitekelezeki, dini ya Kiislamu ni mzigo. Hapana. Ndio maana tuangalie namna ya wepesi wa Muislamu katika mfumo wa kumuita mtu aje katika Uislamu. Uislamu dini ya haki. Nje ya Uislamu ni upotevu. Lakini bado Mwenyezi Mungu anaagiza ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Waite kwenye dini ya Mola wako watu, waite kwa kutumia hikma, kwa kutumia mawaidha mazuri. Na ikiwa hikma na mawaidha mazuri havikusaidia, basi jadiliana nao kwa kutumia njia ambayo ni nzuri. Hapa utaona wazi kwamba Uislamu ni dini nyepesi. Ungekuwa Uislamu ni mzito, ingetoka amri ya kuwaita watu waje katika Uislamu kwa mabavu. Lakini bado anaambiwa waite watu katika dini ya Mungu kwa kutumia hikma, kwa kutumia mawaidha mazuri. Na kama ikibidi mjadala, basi mjadala wenyewe huo ni billati ya ahsan. Iko hadithi nyingine bwana Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha kwamba Uislamu ni mwepesi, sema inna dina yusrun, hakika dini ni wepesi, wala yushadda dina ahadun illa ghalaba, na wala hashindani mtu akatia ugumu kwenye dini yoyote ile isipokuwa dini hiyo itamshinda. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, basi elekezaneni kwenye njia ya usawasawa, halafu msiwe na mambo ya kutafanyika, kisha hakikisheni mnapeana habari za bishara. Yaani Uislamu usiwe dini ambayo dini ya kulani, dini ya kupiga, dini ya kuua. Hapana, Uislamu ni dini nzuri, dini nyepesi, mfumo ambao mwanadamu anaweza akaupata bila madhara yoyote. Kwa ajili hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomtuma Saidina Muaz na Saidina Abu Musa al-Ash'ari waende Yaman, ndugu zetu ambao sasa hivi wana mtihani, Mwenyezi Mungu atawatendea haki, atawaondoshia matatizo walionayo. Yaman hawa alipopelekwa Muaz na alipopelekwa Abu Musa al-Ash'ari, Bwana Mtume sallallahu awsahuma, aliwahusia hawa usia wao, aliwaambia yasira, nendeni mkawachukulie watu kwa wepesi, wala tuasira, na wala msiwachukulie watu kwa uzito, wabashira, wapeni watu maneno ya bishara, wala tunafira, msiwape watu maneno ya kufukuza. Yaani nyinyi mkifika muwe mnawakusanya watu, msiwe mnawafukuza watu. Msiwaendee watu ambao si Waislamu, alafu kwenye kuwaita katika Uislamu mkatumia mbinu ya kuwafarakanisha, wakawasiwa moja, wakasahau ndugu wao. Ikifika yasira, fanyeni wepesi nye, wala tuasira, wala msifanye uzito, wabashira, wapeni watu bishara, wala tunasira, na wala msiwafukuze watu mkawa mnawapa watu maneno ya kufukuza. Kwa Uislamu ni dini nyepesi, Uislamu ni mwepesi. Ndugu zangu, nitoe mifano michache ili tuuone sote Uislamu namna ulipokuwa ni mwepesi. Hebu tuangalie picha ya ibada ya swala. Tuangalie picha ya ibada ya swala. Swala ambayo Mwenyezi Mungu ametuletea. Katika ibada ya swala, moja katika masharti yake ni utahara. Tahara ni sharti miongoni mwa sharti za swala. Na ndio maana tumeambiwa la yaqbalu Allahu salata ahadikum hatta yatawadda, haikubali Mwenyezi Mungu swala ya mmoja wenu mpaka atawadhe. Hakubali Mwenyezi Mungu swala ya mmoja wenu mpaka atawadhe. Mimi na nyinyi ndugu zangu tunafahamu kwamba kutawadha maana yake ni kutumia maji. Kwa hiyo kwa hadithi hii ni kwamba hakuna mazingira yoyote ya kusihi kwa swala, kukubaliwa kwa swala mpaka mtu atawadhe. Lakini angalia Uislamu ulipokuwa dini nyepesi. Kwa kuwa mwanadamu anaweza kufikia pahala akawa anaumwa,
alafu akitumia yale maji, ile baridi ya maji inamletea madhara, ni sheria hii iliyoweka utaratibu wa kutumia maji inambadilishia mwanadamu ili apate wepesi, inambadilishia Muislamu ili apate wepesi. Sasa anaweza akatayamam kwa kutumia mchanga. Ameondoka kwenye sura ya mwanzo ya kutumia maji, anahamishwa kwenye sura ya pili ya kutumia mchanga ili asipate madhara. Ingekuwa ni maoni ya kibinadamu, huyu Muislamu angetakiwa atawaze hivyo hivyo, kwa sababu akifa anakwenda peponi. Lakini bado anaambiwa hapana, usijidhuru wewe, dini yako ni nzuri, acha habari ya kutumia maji, sasa hamia kwenye mchanga ili uone wepesi wa dini yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni Rahim, Mwenyezi Mungu ni mpole sana, Mwenyezi Mungu ana huruma kwa waja wake, hawezi kufanyia ibada ambayo inakudhuru wewe. Lakini angalia siri, akili ya kibinadamu ilitaka kama kutayamam kutumia mchanga ni badala ya maji, ilikuwa ule mchanga upite maeneo yote ambayo maji yalipita. Lakini angalia, na hili sahaba mmoja aliwahi kulifanya hili, asema aliwahi kupata janaba, asema fatamarraqtu fi sa'idi kama tatamarraqu dabba, asema nilipata janaba nikajigaragaza kwenye mchanga kama anapojigaragaza mnyama ili janaba limtoke. Alipompa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia, ingekutosha wewe tu ukija mikono yako miwili kwenye mchanga, kisha ukatumia mikono hiyo kupangusha uso wako, kisha ukapiga mara ya pili, mkono mmoja ukapangusha mkono wa kulia, mkono mmoja ukapangusha mkono wa kushoto. Ni kwamba huruma za Mwenyezi Mungu na wepesi wa Uislamu, bado hata ule mchanga wenyewe huupaki katika maeneo yote ya udhu, unapaka kwenye uso na mikono tu, na tayari wewe ni tahara, unakwenda kuswali. Subhanallah, angalia wepesi wa Uislamu. Lakini ukitoka upande wa pili, unakuja kuta kwamba miongoni mwa nguzo za swala moja wapo ni kiamu. Miongoni mwa nguzo za swala moja wapo ni kiamu. Kiamu ni nguzo, kusimama ni nguzo katika swala. Lakini angalia huyu mtu akiumwa, anaambiwa usije ukasimama ukaumia, swali kwa kutumia kukaa. Ukiona kukaa bado unaumia, swali kwa kutumia kulala ubavu upande wa kulia. Ubavu wa kulia unaona matatizo, swali kutumia ubavu wa kushoto. Unaona una matatizo, swali kwa kulala chali. Yaani Uislamu, moja katika sehemu ya wepesi wake ni zile ibada zake zinabadilishwa kwa vile mwanadamu anapokuwa na matatizo, anabadilishiwa, anakuwa nyepesi kuliko ile ya mwanzo ili aweze kutekeleza vizuri. Angalia katika hii aya nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotueleza juu ya swala kupangiwa wakati, inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta, hakika swala iwe kwa waumini yenye kufaradhishwa, yenye kupangiwa wakati maalum. Swala ina wakati maalum. Ndio maana ipo aya nyingine inawakanya wanaochelewesha swala na kuitoa swala nje ya wakati, fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ole wao wale wenye kuswali ambao wao swala zao wanazichelewesha. Lakini angalia huruma ya Mwenyezi Mungu, mtu akiwa ni msafiri anaambiwa wewe unaweza ukachelewesha swala, unaweza ukaichukua swala yako ya dhuhuri ukasema nitaiswali katika wakati wa alasiri jamu taakhir, na tayari swala hiyo ikawa wewe hupati dhambi yoyote katika dhambi za kuchelewesha swala kwa sababu wewe ni msafiri. Huo ni wepesi wa Uislamu. Tuangalie pesa Uislamu kwenye zaka. Zaka mtu anatoa 2.5%. 2.5%. Tena kiwango hichi anakitoa kwa mwaka mara moja. Huu ni wepesi wa Uislamu. Zaka hii 2.5 anaichukua jumla yote ya mali. Kwa mfano mali yote ni milioni 100. Kwa mfano milioni 100 gawanya kwa 10 ni milioni 10. Milioni 10 gawanya kwa 4 ni milioni 2.5. Anaambiwa milioni 100 ambazo wewe umeziweka, mwenzako anateseka, zimekaa mwaka mzima, zimetimiza hauli, zimetimiza niswabu hizo. Sasa ndugu yako shilingi milioni 2.5. Katika milioni 100,
shilingi milioni 2.5 ni kipande kidogo ambacho hakuna wataalamu wa kodi duniani walioweza kuchukua kodi ndogo kiasi hicho. Huu ni wepesi wa Uislamu. Lakini angalia sasa Uislamu kwenye swaumu. Saumu yenyewe ni ibada ya mwaka mara moja, siku 30 au 29. Saumu yenyewe ukiumwa unaambiwa fungua. Saumu yenyewe ukatoka kulipa unaambiwa lipa mfululizo au lipa moja moja. Yaani yote saumu yenyewe, mtu akiwa ni mzee, mtu mzima kufunga hawezi, anaambiwa kula, utalipa fidia. Saumu yenyewe kama ni mgonjwa ambaye maradhi yake hayatarajii kupona, anaambiwa kula na wala huna neno na wala hutolipa. Hapa unauona wepesi wa Uislamu kwenye ibada ya saumu. Angalia wepesi wa Uislamu kwenye ibada ya hija. Hija yenyewe yote ni mara moja kwa mwaka. Hija yenyewe yote ni mara moja kwa mwaka. Tena hija yenyewe hiyo ukishaitekeleza mara moja kwa mwaka, huna wajibu tena wa hija. Hata uwe bilionea, trilionea, bado huna wajibu tena wa hija. Tayari hapa unaona wepesi wa Uislamu. Ibada yenyewe ya hija inakutengenezea udugu kati yako na ndugu zako. Ibada yenyewe ya hija inakutengenezea afya kwa sababu unabadilisha hali ya hewa. Ibada yenyewe ya hija inakutengenezea afya kwa sababu ya mazoezi ya tawafu, mazoezi ya sa'i, kukaa majangwani kwa ajili ya kupata hewa mpya ambayo kwenye nchi yako hakuna. Lakini bado huruma za Mwenyezi Mungu katika wepesi wa Uislamu, jambo hilo likawa ni mara moja tu kwa mwaka. Kwa hiyo Uislamu, watukufu ndugu zangu, wasikilizaji wangu popote mlipo duniani, ni dini wepesi. Na yale mazingira yote ambayo ni ya kutia dini uzito, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishayapiga vita, kwa sababu Uislamu muundo wake ni dini nyepesi. Kwa mfano, ili tumalizie tuingie kwenye maswali. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwasikia watu wanazungumza nje ya nyumba yake. Wale watu kiukweli ni wacha Mungu sana, masahaba wale. Mmoja alisema yeye atakuwa haowi kabisa wanawake ili apate muda wa kufanya ibada zaidi. Mmoja alisema yeye atakuwa na swali usiku kucha, halali tena. Mmoja alisema yeye hatopata muda wa kula mchana hata siku moja, atakuwa anafunga tu, kazi yake kufunga tu. Hizi zote tatu hizi hawa maswahaba wanazijadili kwa nia njema. Kwa nia njema. Na tukichunguza utakuja kuona kama mambo haya matatu, hawa maswahaba hawana interest yoyote katika haya, hawana faida yoyote katika haya, isipokuwa nia zao zilikuwa ni njema. Wanataka wayafanye haya ili wapate radhi za Mwenyezi Mungu. Anataka mtu asimuoe mwanamke, asikae na mwanamke ili apate radhi za Mwenyezi Mungu. Anataka mtu awe anafunga siku zote, hali chakula mchana siku zote maisha, ili apate radhi za Mwenyezi Mungu. Anataka mtu autumie usiku kumsabihi Mwenyezi Mungu, kesha, ili apate radhi za Mwenyezi Mungu. Lakini Bwana Mtume akawaambia, ni nani wenu nyie ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko mimi? Lakini mimi bado ninaoa, mimi ninalala, mimi kuna siku nafunga, kuna siku nakula. Atakayechukia sehemu ya mwenendo wangu, basi huyo atakuwa si miongoni mwa mimi. Hadithi hii ina maana ya kwamba hili jambo ambalo masahaba walikusudia, au haya mambo ambayo masahaba waliyakusudia, haya mambo ni mazuri, haya mambo sio mabaya. Tatizo linakuja yanaleta uzito, kwa sababu ukisema huoi, wewe ni mwanadamu, mwili wako kimaumbile unamhitaji mwanamke. Mwanamke naye kimaumbile unamhitaji mwanamume. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Lakini wewe leo mpaka unajadili kwamba hutaki kukula mchana, ni kwa sababu umezaliwa. Na ili uzaliwe lazima uoe au lazima uolewe. Sasa unaposema mimi sioi, unataka kuharibu utaratibu ambao umekufanya wewe upo. Angalia Uislamu ulipokuwa dini nyepesi. Bwana Mtume mmoja anakataa haya ili jamii ya Kiislamu isipate tabu, isiteseke. Tuangalie mfano wa pili. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliendewa na sahaba. Yule sahaba akamwambia, ya Rasulullah,
inni la ataakharu an salati subhi min ajli fulani mimma yutilu bina, mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi nitakuwa ninachelewa katika swala ya asubuhi kwa sababu ya vile fulani anapoturefushia kwenye swala, anaifanya swala iwe ndefu, mimi nitakuwa nachelewa bwana. Bwana Mtume akachukia sana siku ile kwa lile kosa ambayo yule sahaba anafanya, mpaka akamkanya, na baadaye Mtume akasema, akamalizia, fa ayyukum amannata falyuji fa inna fihim ad-dha'ifa was-saqima wa dhal haja, yoyote miongoni mwenu atakayekuwa ni imamu wa watu afanye kwa ufupi, kwa sababu miongoni mwenu nyie mnaoswali hapo kuna mwingine mgonjwa, kuna mwingine ni mnyonge, kuna mwingine na shida zake. Angalia Uislamu ulipokuwa dini nzuri. Hata ile swala pia ambayo ndio imaduddin, bado Mungu anatuhurumia. Uislamu ni mwepesi, isiyo unambana mtu msikitini astoke, hapana. Huo ndio uzuri wa Uislamu. Uislamu ni mwepesi. Ndugu zangu nyote mnakumbuka kisa cha bedui aliyekwenda kukojoa msikitini, wakataka kumzogoma. Uislamu ni mwepesi. Uislamu unatambua thamani ya mwanadamu. Uislamu unatambua madhara ya mtu kukata mkojo. Mtume akawaambia muacheni huyo. Alipomaliza mkojo wake, Bwana Mtume akaitisha ndoo ya maji, kachukueni maji mkamwagie pale pakuharishe. Na wewe uliokojoa njoo, huu ni msikiti, usikojoe, haifai kukojoa humu. Ndugu zangu, hiyo ndio huruma ya Uislamu. Ndugu zangu, huo ndio wepesi wa Uislamu. Kutokana na muktadha huu wa Uislamu kuwa ni mwepesi, namna yoyote itakayotumika na Waislamu katika kuwaita watu kwenye Uislamu, alafu namna hiyo ikawa ina madhara kwenye jamii, namna hiyo Uislamu hautaikubali. Namna hiyo, namna yoyote ya kuwaita watu kwenye Uislamu alafu ikawa hiyo namna inaleta madhara kwa watu mpaka jamii inauogopa Uislamu, namna hiyo haitokubaliwa na Uislamu. Dunia hivi sasa imejaa na tatizo. Unaweza ukaona klipu ya video fupi, mwanadamu anasomewa aya za Mungu kisha anachinjwa, alafu baadaye inadaiwa kwamba eti huyu anayewachinja wenzake anafanya hivyo kwa lengo jema la kuwaita watu kwenye Uislamu. Ndugu zangu, Uislamu haukubali mfumo huo, kwa sababu Uislamu ni mwepesi. Hauwezi kuwa Uislamu dini isiyokuwa na huruma kwa kiwango cha kumchinja mwanadamu kama kuku. Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la tunza'u rahmatu illa min shaqiyyin, haiondoshi huruma isipokuwa kwa mtu muovu. Ukimuona mtu ndani ya moyo wake kaondoshwa hana huruma, basi fahamu mtu huyo ni muovu. Lazima mtu awe mtu mwema, awe ana chembe za huruma, awe anamhurumia mwanadamu. Leo mwanadamu eti anasomewa aya za Mungu, amefungwa mikono, alafu anachinjwa, alafu inadaiwa eti hiyo ni jihadi ya kutetea Uislamu. Ndugu zangu, nimalizie kwa kuwaelewesha, na mimi nami nijieleweshe nafsi yangu, kwamba jihadi ni ibada ambayo ipo na hatuwezi kuikataa. Isipokuwa jihadi ya Kiislamu ina nidhamu zake, na wala jihadi ya Kiislamu haiwezi kulingana na haya mauaji wanaoyafanya watu duniani, kujilipua katika masoko, kuteka madege, kulipua majumba ya watu. Haya hayamo katika jihadi. Jihadi katika Uislamu kwanza lazima iwe na amiri. Jihadi katika Uislamu lazima liwe lengo lake ni kuwaita watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana katika jihadi yule ambaye unapigana naye akisema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, akisema hivyo tu unatakiwa umwache. Habari ya kwamba moyoni mwake unasema ni muongo, habari hiyo haikuhusu, muachie Mungu mwenyewe, kwa sababu yeye Mungu ndiye ambaye yaalamu ma fi sudur. Jihadi katika Uislamu ina nidhamu. Jihadi katika Uislamu ina mipango ya kuangalia jeshi la upande wa pili, jeshi la Kiislamu. Jihadi katika Uislamu, watu wakiteka, kuwateka wale mateka katika jihadi ya Kiislamu, mateka wale wana njia nne. Kuna njia ya kwanza, wanaweza kuuliwa. Kuna njia ya pili, wanaweza kuachwa huru wote. Kuna njia ya tatu, wanaweza kufanywa watumwa. Kuna njia ya nne, wanaweza kukombolewa.
Hii yote ni kuonyesha njia nyingi ili Uislamu uonekane haukuwa na malengo ya kwenda kuua watu. Watu wakiteka mji wa watu, Waislamu wakifika pale hawaui watoto, hawaui wanawake, hawakati miti ya watu, hawaui wanyama, hawaui viongozi wa dini ile. Kwa hiyo Uislamu ni dini yenye nidhamu, dini yenye mipango. Tusiuchafue Uislamu wetu mpaka ukaonekana Uislamu eti ni dini nzito. Leo kuna mfano, mtu eti anajifunga bomu, alafu anakwenda sokoni, anakwenda kujilipua, alafu wale wanaokufa pale sokoni na yeye akifa pamoja, anaamini eti kwamba yeye anakwenda peponi. Ndugu zangu, hebu tafakari. Hawa hapa sokoni ambao umekwenda kuwaua, hiyo dawa ya kuwaita kwenye Uislamu ulitangaza saa ngapi mpaka hawa wakakataa ili iwe halali kuwaua? Lakini pili, jihadi ya Kiislamu kila saa ina qatala, faala. Hii ni binaul musharaka. Binaul musharaka ni watu kupigana pande mbili. Wewe hapa sokoni unajilipua bomu, saa ngapi hawa wamekupiga wewe? Lakini hawa ambao wewe unawaua kwa kuangalia majina yao na nguo zao na rangi zao na sura zao, ni nani kakuambia kwamba Uislamu unaangalia rangi, jina, nywele, nguo? Lakini hawa ambao unawaua, ni nani kakuambia kwamba hawa si Waislamu? Hata kama si Waislamu, nani kakuambia kwamba akiwa mtu si Muislamu umuue? Haya, hawa wote umeshawapangia kwamba ni watu wabaya. Wewe ni mtu mwema, kwa nini unakwenda kujiua? Katika dini unaitwa ni al-muntahir, mtu mwenye kujinyonga. Mtu mwenye kujinyonga hawezi kupata pepo. Mtu mwenye kujinyonga siku ya kiyama ataingizwa motoni, na kisha atairudia ile dhambi yake ya kujiua aliyoifanya hapa duniani. Kwa ndugu zangu, niseme kwamba Uislamu ni mwepesi, usiufanye kama wanavyodhani watu wengine, na yale yote yanayofanya yakaonekana Uislamu ni mzito tu yaepuke, na hasa yale ambao hatuyajui tuwaulize wanawachuoni ili dini yetu ionekane kuwa ni nyepesi. Na wale ambao wanauchafua Uislamu kwa kuua watu huku wakidai ni jihadi, tuwaelimishe, tuwaambie kwamba jihadi ipo, lakini jihadi ina nidhamu zake, ina taratibu zake, ina mipango yake. Nifunge katika eneo hili ili tuje kwenye maswali. Nakumbuka siku moja kijana mmoja alikuwa na jazba ya jihadi, akamwendea Mtume sallallahu, akamwambia, Mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi nimekujia wewe ukaniandikisha nikapigane jihadi, lakini taraktu abawaiya yabkiani, nimewaacha baba yangu na mama yangu wanalia wanahamu na mimi, lakini mimi nimekuja kwako nikapigane jihadi. Bwana Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, irji'i ilayhima, warudie wazazi wako wewe, fa adhikhuma kama abkaitahuma, wende ukawachekeshe wafurahi kama ulivyowaliza wewe. Angalia Uislamu ulivyokuwa dini ya kiungwana. Huyu alidhani kuja kutetea dini kwa yeye ni jambo kubwa sana, bora muuze baba yake na mama yake. Bwana Mtume anamuonyesha kwamba Uislamu wetu ni Uislamu wa maadili, ni Uislamu wa nidhamu. Kama kweli lengo lako ni kumpigania kwa Mwenyezi Mungu, jihadi yako wewe ni kwenda kuwalea wazazi wako wawili. Kwa hiyo ndugu zangu, tusiuachie Uislamu ukachafuliwa, tusiufanye Uislamu hauna mtetezi. Dunia leo ukizungumzia bidhaa, uko utaratibu wa serikali unaoshughulikia bidhaa ili bidhaa iwe nzuri. Dunia leo ukizungumzia magari kuendesha, uko utaratibu wa serikali wa kushughulikia wanaoendesha ili wawe sahihi. Dunia leo ukizungumzia wanasheria, uko utaratibu wa kuwatambua wanasheria sahihi. Haiwezekani dunia leo iuache Uislamu iwe kila mmoja anausemea anapotaka yeye, mpaka mwisho Uislamu unaharibiwa. Leo Uislamu unaogopwa, leo Uislamu unakimbiwa badala ya Uislamu kukimbiliwa. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie sote, mimi pamoja na nyinyi ndugu zangu wote nao nisikiliza popote duniani, tuufahamu Uislamu vile sawa sawa, tuweze kuutangaza Uislamu vile sawa sawa. Amen. Ili wasiokuwa Waislamu waupende Uislamu,
ili wasiokuwa waislamu wafahamu kwamba Uislamu ni mahala pa kukimbilia ukapate amani, wala waislamu si mahala pa kuondoka ili upoteze amani. Mwenyezi Mungu atupe afya njema sote, mimi na nyinyi ndugu zangu popote mlipo. Na washukuru sana, na sasa karibuni kwa ajili ya maswali. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, shukran. Tunashukuru kwa waadhi ambao umetolea kwa siku hii ya leo. Kama ndugu zangu wasikilizaji, ni kwamba kama Sheikh alivyotuambia ni kwamba anakaribisha maswali, na kawaida yetu ni kwamba kana na kelele ambazo hujitokeza baada ya kufungua line zetu za simu, ningependa kuachia au kuweka simu kwenye mute kama ilivyo hivi sasa, na kuwaombeni mtumie namba zifuatazo 202 262 5134 au 512 627 700. Tunaombeni mtumie namba hiyo au namba hizo ili tufungue line yako na upate kuuliza swali Sheikh inshallah. Swali la kwanza linatoka kwa ndugu yetu Sheikh Muji Akizimana kutoka maeneo ya Arizona, Marekani. Naam, karibu. Line yako iko wazi, karibu, fadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza niziteshe shukrani nyingi za dhati kwa shekhe wetu. Hatuna cha kukulipa isipokuwa labda tukuombee tu Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu na akupe moyo wa kuwa ukituelimisha tunapokuhitaji insha Allah. Amina rabbal alamin. Amina rabb. Mimi niko na swali mbili, lakini kidogo labda zitakukimbia nje ya mada, zitakuwa mbali kidogo na nje ya mada. Hizi swala moja ni la kwangu na lingine nimetuma. Karibu. Ndio, nilitaka kujua naposoma Qur'ani nasikia kisasi kinakubaliwa katika dini ya Kiislamu, lakini nilitaka kujua ni mambo yapi yanayokubaliwa kulipiza kisasi, au labda nitoe mfano. Hivi kweli mtu nikimkamata kalizinia na uweza kwenda nikamlipia kisasi na nini nikamzinia, au ni mambo yapi Uislamu umetuelekeza kutokana na kulipiza kisasi? Yapo mambo haswa au ni mambo yote? Hilo ndio kwa swala la kwanza. Na swala la pili labda ningependa kidogo jaribu kutuwekea, limeulizwa na mtu muharibu, jaribu kutuwekea uwazi kutokana na jambo la nyama ambazo tunazokula. Anasema yeye anapata shida sana, anaambiwa Uislamu tumeruhusiwa tule nyama ambazo wasiokuwa Waislamu, na baadhi ya Waislamu wanasema tusili hizo nyama kwa sababu hazikuwa, wanaposema ahlul kitabi, hakuna ahlul kitabi. Labda katika halaka yetu ya leo, sijui labda tupatie hilo jambo faida, Mwenyezi Mungu akikuwezesha. Ndio kwa masuala mawili pekee. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu yangu kutoka nchini Marekani, maswali yako mawili ni ya msingi. Nijibu swali la kwanza. Kwanza, hakuna wasiwasi wowote, Uislamu umefundisha kulipa kisasi. Ni jambo la kweli. Ingawa Uislamu huo umefundisha malipo makubwa ya mtu kusamehe hicho kisasi. Hebu tuelewe nayo. Lakini kuna tatizo kubwa sana hapa la kuelewa huo mfumo wa kisasi. Kwanza, Uislamu haufundishi kujichukulia sheria mkononi. Uislamu haufundishi hivyo. Mimi hapa, wewe ndugu yangu, ukinikata mkono wangu, sheria haiwaambii ndugu zangu au mimi na wewe tukukamate ili mimi nikukate au ndugu zangu wakukate. Sheria haifundishi hivyo. Sheria inataka mimi nipeleke kesi kwenye mahakama ya Kiislamu. Nikishapeleka kesi kwenye mahakama ya Kiislamu, hakimu anasikiliza ile kesi, anasikiliza mazingira ambayo wewe umenikata,
anakusikiliza wewe mwenye namna gani nidhamu zako, kama akili yako ni nzima au vipi, na baadaye akisha hukumu kwamba ukatwe, sasa yuko mkataji maalum ambaye atakata kwa viwango vile vile ambavyo mie umenikata. Na ikiwa wewe utasamehe kule kukatwa, iko sheria inayotaka ulipo fidia. Kwa kisasi sio kitu ambacho kiko huru kama wanavyodhani leo, kwamba eti watu fulani, kabila fulani linawaua hawa, alafu hawa wanaua wale, huku wakisingizia na kusoma aya za Qur'ani kwenye kisasi. Kwa kisasi kina utaratibu maalumu. Lazima kwanza mtu apelekwe kwenye mahakama, asikilizwe, alafu ile hakimu ndiye anaamua, alafu mkataji ni mtaalamu maalum kutoka katika serikali ile ya Kiislamu, na hawezi kuzidisha ila pale ambapo ndipo alipokatwa huyu. Lakini huyu ambaye kakatwa akisamehe, anapewa badali, iko badali nyingine ya fidia ambayo anapewa huyu. Ni mambo gani ya kisasi? Kuua kuna kisasi, kama tulivyoambiwa an-nafsu bin-nafsi, lakini iko pia wal-ainu bil-aini, as-sinnu bis-sinni, yani mtu kamtoa mwenzake jino na yeye pia sheria itamhukumu atolewe jino. Kwa tunakubaliana kwamba kisasi kipo, lakini sio huu utaratibu uliopo wa mtu kuchukulia sheria mkononi, huyu anamuua yule alafu inaitwa kisasi. Hicho sio kisasi cha sawa sawa. Ama kuhusu ala la ahlul kitab, hatuwezi kuwakataa ahlul kitabi kwa sababu Qur'ani imewataja. Hatuwezi kukataa kula vyakula vya ahlul kitabi kwa sababu wametajwa. Tatizo letu ni akina nani, ndio tatizo. Ni akina nani, ndio tatizo. Kwa kuwa hatuwajui hawa wote, hatuwezi kuwaita ahlul kitabi. Kwa hiyo hatuwezi kula machinjo yao wanayoyachinja. Habari ya kwamba kula chinjo la ahlul kitabi ni habari sahihi, kwa sababu ni nafsi ya aya, hatuwezi kuikataa. Tatizo linakuja ni nani huyo ahlul kitabi. Kwa kuwa utafiti wa sasa ni tabu kumpata huyo ahlul kitabi kwa sasa, hawa hatuwezi kuwapa hadhi ya ahlul kitabi. Tutakula vile ambavyo wamechinja Waislamu wenzetu, na hapo ndipo penye kuondosha shubha. Wallahu a'lam. Swali la pili. Naam. Shukran Sheikh. Ulizaji bwana Mujid, kama una swali au kufahamu, inshallah tunakuomba tufahamishe, ningepo tutarudi kwenye swali la pili. Mshamoji na hata metoka hivi. Ndio nimeshukuru, nimefahamu kabisa. Yani nilikuwa nimejiweka kwenye mute kwa kukimbia kelele. Nimeshukuru sana Sheikh, Mungu akulipe kila la kheri. Amina Rabb. Naam. Hili linatoka kwa ndugu yetu ambaye anapatikana maeneo ya Belgium kwa Faransa. Ameniomba nitaje jina lake. Anasema kwamba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natoa shukrani za dhati kwa shekhe kwa muda wake na mawadhi ambao ametolea siku ya leo. Anashukuru sana kwa mawaidha au mada ambayo imezungumzia kusikana na Uislamu kuwa mwepesi. Lakini anasema kwamba ana kumbukumbu kwamba aliwahi kusikia kwenye mawaidha huko nyumbani Afrika, Sheikh alikuwa akizungumzia kwamba Mtume SAW amezungumza kwamba akhiru zamani itafikia siku kwamba itafikia baadhi ya Waislamu watakuwa wakiona Uislamu kama kaa la moto, kumaanisha ugumu wa Uislamu. Je, Sheikh hapa hii hadithi ina maana gani kulinganisha na mada ambayo umezungumzia leo? Kwanza ni kweli kwamba zama za mwisho hiyo Uislamu utakuwa ni kama kala moto, isipokuwa tu katika elimu ya kufananisha. Katika elimu ya kufananisha, ukisema al-Islamu kaljamra, maana yake kuna mushabbahu na mushabbahu bihi, lazima kuna wajibu shabahi, lakini tusiingie huko tusipate tabu. Hadithi hii ina maana ya kwamba Uislamu ule safi katika zama za mwisho utakuwa huwezi kupata
utaupata ule Uislamu kwa kile kiwango chako tu ambacho hicho wewe huna makosa nacho. Lakini ule Uislamu safi wa chakula cha halali ambacho hakikuibiwa, ule Uislamu safi wa pesa za halali ambazo zimetoka kwenye halali mpaka unazipata wewe mkononi mwako, Uislamu wa aina hiyo utakuwa ni tabu baadaye. Lakini Uislamu huo utakuwa ni tabu baadaye, wewe utakusudia Uislamu safi lakini jirani yako hana Uislamu safi. Wewe utakusudia Uislamu safi kwenye basi lakini kondakta hana Uislamu safi. Wewe utakusudia Uislamu safi lakini kaka yako hana Uislamu safi. Hiyo ndio maana ya kwamba Uislamu wakati huo utakuwa ni kama vile jamra. Lakini hilo halitafuta kabisa kwamba Uislamu ni dini nyepesi, kwa sababu maumbile yenyewe ya Uislamu vile ukiyatazama, kuondokea kwenye amri nzito kuendea kwenye amri nyepesi ni ishara ya wepesi. Kuondokea kwenye kushinda na njaa, kuondokea kwenye kufungua kwa sababu unaumwa, huo ni wepesi. Kuondokea kwenye kutumia maji ya baridi ukaja kwenye mchanga, huo ni wepesi. Kuondokea kwenye zaka ambayo kodi duniani serikali imekodiza juu, Uislamu 2.5 tena kwa mwaka mara moja, huo ni wepesi. Yaani hakuna sheria katika Uislamu ambayo hiyo mwanadamu inamuumiza alafu haina badala ambayo ni nyepesi. Kwa Uislamu utabakia kuwa ni mwepesi. Cha msingi tu hatutaki Waislamu kuutia uzito Uislamu wetu sisi wenyewe. Allahu wa rasuluhu a'lam. Naam, shukran, nashukuru. Bila shaka muulizaji akiwa kuna la kuongeza au kufahamu, bila shaka tutafahamisha inshallah. Naam, kuna ndugu yetu ambaye kwamba ametumia message lakini namba yake sioni. Ndugu Ishahayo Ali kwa maeneo ya Houston, Texas, lakini namba yako sioni. Kwa hiyo inshallah nitakapoipata nitafungua line yako inshallah. Naam, sababu leo naona watu ni wengi kiasi fulani. Kwa hiyo bado inshallah tunakaribisha maswali yenu, karibu. Naam, nimekuona sasa. Naam Sheikh, karibu. Ishahayo Ali, karibu, tafadhali. Ndio. Yako iko wazi. Okay. Yes, assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ni kwamba natoa shukrani kwa da'wa ambayo Sheikh ametuelimisha. Kwa kweli Mungu amzidishie khairi zaidi na amrahisishie kwa kila jambo lolote lile katika mambo ya dunia na akhera. Na ni kwamba nina swala langu ni kuhusikana na je, Waislamu wanapoalikwa na watu wasiokuwa Waislamu wakawa wamepewa chakula, lakini wao huwa wanakiombea chakula hicho kabla hawajala, wanakiombea alafu wakawakaribisha Waislamu. Je, Waislamu wataruhusiwa kula chakula hicho ambacho kilishaombewa, au watatumia utaratibu gani ili waweze hebu sijui watafanya nini ili waweze kuepukana na mambo kama hayo? Itakuwa ni sawa kwao, wanaruhusiwa kula baada ya kuombewa chakula, au watafanyeje? Ndio ilikuwa swala hilo. Kwa mujibu wa sheria za Kiislamu ni kwamba chakula tukipe majina mawili tofauti. Tukipe chakula kwa maana ya vichinjwa, wale wanyama waliochinjwa. Tukipe chakula kwa maana ya vyakula vya kawaida kama maharage, mchele, nyama au chakula ambacho kimepikwa. Katika hawa wanyama ambao wamechinjwa, ikiwa mnyama huyu atachinjwa na Muislamu, mnyama huyu atachinjwa, atapata chinjo la Kiislamu, kisha huyu Mkristo ambaye ndiye aliyenunua huyu mnyama anataka amgaie rafiki yake ambaye ni Muislamu, huyu mnyama akachinjwa kwa chinjo la Kiislamu. Alafu Mkristo kabla ya kumgaia ndugu yake huyo rafiki yake ambaye ni Muislamu, huyu Mkristo akambariki huyu mnyama kwa kumuombea hayo maombi ambayo yeye Mkristo anayajua. Kitendo cha huyu Mkristo kumuombea huyu mnyama
hicho kitendo hakijamfanya kuwa haramu huyu mnyama, kwa sababu mnyama huyu uhalali wake unatengenezwa na lile chinjo, tayari ameshakuwa halali kwa lile chinjo. Na hata hiki chakula cha kawaida ambacho kiko mezani, mimi nimeenda kwa bosi wangu kutembea nyumbani kwake, bosi wangu, tajiri yangu kazini, tajiri yangu huyu si Muislamu, au nimekwenda kwa mfanyakazi wangu si Muislamu, chakula kimeiva, chakula ambacho nyama imechujwa kwa halali, chakula ambacho ndani yake hamna najisi. Alafu yule akasema, samahani kidogo shehe, nataka nikiombee chakula. Kisha akakiombea chakula kwa hiyo dua yake, ambayo ima hiyo dua inakubalika au haikubaliki. Kitendo cha yeye kuikiombea hiki chakula, bado kitendo hicho hakija kiharibu hiki chakula. Hiki ni chakula halali, mimi naweza kula, na hapo ndipo panapoonyesha wepesi wa Uislamu. Kwa hiyo tunaweza kula. Karibu. Naam. Assalamu alaykum. Salaam wa rahmatullah. Na si ndo hayo shahada ndio? Ndio hayo. Alhamdulillah. Shukran. Ndio. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, bado tunakaribisha maswali na tungewaombeni mfanye haraka maana shekhe anazungumza kutoka Tanzania na muda wake si ni mfinyo kidogo. Kwa hiyo tunakuombeni wenye maswali inshallah nakaribishwa muda huu. Karibuni. Naam. Ndugu yetu Bwana Msabah kutoka maeneo ya Dallas, Texas ana swali. Hebu nifungue line yake ili aulize swali lake inshallah. Naona ametoka. Alikuwepo lakini ametoka, anatoweka kwenye line. Inshallah kirudi tutamkaribisha tena inshallah. Naam, ndugu zangu Waislamu, karibuni wenye maswali. Nakaribisha wenu. Na kuna ndugu yetu ambaye anatoka maeneo ya Belgium, anatumia kompyuta. Hebu nifungue line yake ili aulize swali lake inshallah. Naam. Karibu ndugu. Line yako iko wazi. Dada Naila binti Haruna. Karibu. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Nilikuwa nataka kuuliza lakini swali langu pia liko kwenye nje ya mada. Nilikuwa nataka kuuliza karibu. Nataka kujua tofauti ya nafsi, moyo katika dini imezungumzia nini? Swali la kwanza hilo. Na la pili, nataka kujua baina ya dini yetu imeweka idadi ya uchumba wa miaka mingapi? Rudia swali. Swali la pili, nataka kuuliza kuwa dini yetu ya Kiislamu inazungumzia uchumba uwe wa miaka mingapi? Umri wa mchumba au uchumba wenyewe kwenye udumu gani? Yaani uchumba uwe wa miaka mingapi, yani uchumba kusema kuingia kwenye ndoa yani. Yaani uchumba unakusudia? Naam. Mimi hapa nikimposa mwanamke. Naam. Je, ni muda gani uchumba ukae? Naam. Au unakusudia umri wa mchumba wa kiume na umri wa mchumba wa kike? Unakusudia nini?
na kusudia hilo la kwanza ambalo mwanamume anaenda kumposa mwanamke, yani uchumba pa katikati. Asante sana. Jawabu ni kwamba hili swali la kwanza naomba niliache. Hili la kwanza, hili la tofauti ya nafsi na moyo katika dini. Nataka niliache na nina sababu za kuliacha. Hili la pili, dini inazungumza nini uchumba ukae muda gani? Dini inataka uchumba ukae muda mfupi sana. Dini inataka uchumba ukae muda mfupi. Bwana Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, thalathu la yuakharna, mambo matatu hayatakiwi yacheleweshwe. As-salatu idha atat, swala muda wake ukifika. Wal janazatu idha uhdirat, na jeneza likiletwa, maana yake mtu kafa azikwe haraka. Wal aim, na mwanamke mjane, idha wajadat laha kufa, akimpata mwanamume ambaye ni sawa yake, wamekubaliana na lisicheleweshwe. Kwa sababu uchumba unapokaa muda mrefu, ndani yake kunazuka machafu mengi. Uislamu ulikushaona kwamba kati ya mchumba na mchumba wakikaa muda mrefu kwenye maisha ya uchumba wanaweza kufanya machafu. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, mchumba na mchumba, uchumba ukikaa muda mrefu unaweza katikati ukaingia fitina ukaharibika ule uchumba wenyewe. Kwa hiyo Uislamu unataka baada tu ya mchumba na mchumba, wazazi wakikamilisha vile vigezo, basi uchumba usicheleweshwe ili ndoa ifanyike kwa haraka. Uislamu hautaki uchumba ucheleweshwe. Lakini kama imetokea mchumba pengine yupo Tanzania, mchumba mwingine yuko huko mliko nyewe Belgium au Marekani huko au Uingereza, alafu hao wakadumu katika uchumba miaka 5, miaka 7, miaka 8, miaka 9, pia Uislamu haujaweka expire date ya uchumba. Uislamu haujaweka expire date ya uchumba kwamba madhali uchumba huu umekaa miaka 10 basi umekufa, umefutika. Unaweza uchumba ukaweza hata wakaolewa tu vile vile. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Na ikiwa kwamba anaweza labda akapata mwingine na hali ya kuwa yule ameshakawiana naye, anaona kuwa hawezi kubakiana na yule, na huyu ambaye anamuona kuwa amekuja na nia kama ya hule, anaona achane na ule ambaye labda wamekuwa naye kwa muda mrefu, awe na huyu mwingine. Sheria ya Kiislamu haikatazi huyu binti au hii familia ya mke kuchagua. Hawa wachumba wako wengi na bado hakuna ambaye anaonekana ameshakubaliwa kuoa. Sheria haikatazi kuchagua. Ndio maana hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafundisha, idha ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu, akikujieni mwanamume ambaye mnairidhia tabia yake na mnairidhia dini yake, muozesheni huyo, maana yake mpeni mke huyo. Sasa huyu wa kwanza ambaye amechelewa kwa sababu zake, akitokezea mwingine ambaye ana haraka na kisha huyu mwingine wa pili tukamkubali, si haramu kumpa binti yetu huyu wa pili, ila haramu itakuja kama huyu wa kwanza tumeshafunga naye kila kitu, alafu tunamfanyia hadaa kwa kumnyang'anya tukampa huyu wa pili. Hiyo ni hadaa. Lakini kama wote wawili daraja yao ni moja, sheria inaturuhusu kuchagua, tukampa huyu wa pili ili apate kuondoka na binti yetu. Naam. Shukran. Naam, shukran shekhe na shukran muulizaji. Naam, swali ni kufuata natoka kwa ndugu yetu Msabah, karibu kutoka maeneo ya Dallas, Texas, Marekani. Nani yako iko wapi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwanza ninatoa shukrani nyingi sana kwa Sheikh, Mwenyezi Mungu amlipe kwa kila jambo la kheri. Sheikh, swali langu lipo nje ya mada pia, si kama taruhusiwa kuuliza swala hili. Karibu. Swala langu Sheikh linachanganya baadhi ya Waislamu wengi, tunashindwa kuelewa ukweli uko wapi kutokana na
baadhi ya masuala ambao ukienda kwenye madhehebu haya wanakuambia ni sahihi na aya zinatolewa, ukienda kwenye madhehebu mengine wanakuambia hii haifai na aya zinatolewa. Mfano swala la ndoa ya munta, baadhi ya ustadhi wetu wanatuambia ni sawa, inaruhusiwa kama vile Mashia, wengine wanakuambia hapana, hairuhusiwi. Sasa kama Muislamu nitajuaje tutakapokuwa utata kama huo? Nitajuaje kwamba hichi kitu kweli ni sawa kutokana na aya ambazo zitatolewa, ama nitajuaje kama kiko sawa? Ndio swali langu. Ndoa ya muta ikiwa tafsiri yake ndio hiyo ndoa ambayo mtu anamuoa mwanamke kwa mkataba kwamba najiozesha nafsi yangu kwako kwa mkataba labda wa wiki au mwezi au mwaka, mkataba ukiisha ndoa nayo imeisha. Hili jambo halikubaliki. Halikubaliki kwa sababu ndoa, matarajio ya ndoa ni taasisi inayotarajiwa kudumu. Matarajio ya ndoa ni taasisi inayotarajiwa kudumu. Ni taasisi ambayo wakati mwingine inamzalisha mtu wa tatu ambaye ni mtoto. Sasa ikiwa ndoa yenyewe itakuwa ni ya mkataba wa siku tatu, mkataba wa wiki, mkataba wa mwezi, italeta athari kwa huyo ambaye anabakiwa na mtoto. Lakini siku zote kuna hadithi moja ukiangalia kama nyepesi lakini ina maana sana. Inasema ahibba linnasi, penda wapate watu, ma tuhibbu linafsika, yale unayopenda ipate nafsi yako. Sasa huyu kijana ambaye anamuoa binti wa watu kwa mkataba wa kumtumia kwa wiki moja, kijana huyu hayuko tayari binti yake yeye aolewe atumiwe wiki moja. Huyu yani yeye yuko tayari kuitumia ndoa ya muta kwa yeye kufaidika, kukizi matamanio yake kwa binti wa watu, lakini hayuko tayari kusikia binti yake yeye anaolewa ndoa ya muta ili mtu amtumie kwa wiki moja alafu amwachie mimba na mjukuu yeye atapeke kulea. Yani akili ya kawaida tu inaona wazi kwamba muta haufai ukiuangalia hapo. Lakini kipimo kingine nataka nikupeni kipimo. Nyie ndugu zangu nyote ambao mko nchi mbalimbali duniani, tembeeni duniani popote alafu muone, je, kwenye ile jamii kubwa pale ni jamii inayooa ndoa ya kawaida au ni jamii inayooa ndoa ya muta? Yaani mkitembea ukagundua ile jamii kubwa, maana yadullahi ma'al jamaa, ile jamii kubwa ikoje? Alaikum bisawaidil a'zam, ile jamii kubwa ikoje? Kwa hiyo hata kama mtu atakuwa bingwa, atasoma aya, ataeleza tafsiri, ataeleza mapokeo, lakini muulize, uko tayari binti yako wewe aje mimi ni muoe muta kwa siku moja ambazo nimeleta mzigo kuuza, alafu nikuachie asubuhi binti yako mimi niondoke zangu? Akikwambia hayuko tayari, mbona wewe uko tayari kumuoa binti wa mwenzako? Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika, maana yake pia iko ikraha linnasi ma takrahu linafsika. Lakini jamii kubwa ikoje? Jamii kubwa pale unapotoka wewe, angalia jamii kubwa ikoje. Ni jamii inayooa wanawake kwa muta, kwa ndoa ya mkataba mpaka asubuhi, au ni jamii ya watu wanaooa na hata wakaishi? Pia uiangalie hii ndoa yenyewe ina mambo mengi ambayo ni tofauti na huku. Sisi kwetu ndoa ni lazima wali, la nikaha illa biwaliyin wa shahidai adili, hakuna ndoa ila kwa wali na mashahidi wawili waadilifu. Sasa unajiuliza, hiyo ndoa ya muta ikoje ambayo wali eti anamuozesha binti yake kwa mtu kwa muda? Yaani bado kuna utata mwingi. Kwa ufupi ni kwamba ndugu yangu, ndoa ya muta haifai, jiepushe nayo. Oa ndoa hii ya sawa sawa ili ujiepushe na matatizo. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam. Karibu. Naam. Karibu. Naam Sheikh, nimekuelewa, lakini kuna swala ambalo niliongeza hapo ya kwamba hao ambao wanasema kwamba muta inaruhusiwa wanatoa baadhi ya aya na wanatafsiri baadhi ya hadithi, na hao ambao wanakataa pia wanatoa baadhi ya hadithi na wanatafsiri. Mimi kama maamuma ambaye sina elimu, nitajuaje kati ya hizo hadithi mbili zilizotolewa ipi
inairuhusu ya uhakika ni ipi? Sababu ni mambo mengi ambao hawa wanayapinga kwa hadithi na wengine wanayakubali kwa hadithi. Kwanza, hadithi, kusoma hadithi au kusoma aya sio tatizo. Tatizo ni mafuhumu, uelewa kwenye ile aya, uelewa kwenye ile hadithi. Sasa unapokwenda katika mji, anafika wewe una uelewa mkubwa wa hizo aya na hadithi, uelewa ambao jamii kubwa ya mji ule haikuelewa hivyo, atakiwa ujitilie mashaka. Lakini unapoona hiyo hadithi au hiyo aya, lakini ina utamu kwenye kumtekelezea mwenzako, haina utamu ukitekelezwa wewe, yatakiwa uitilie mashaka. Kwa kuwa uliuliza, mimi sasa nitaelewaje? Ndio maana nimekupa hoja ya kimantiki. Tembea katika mji wowote, uone, je, jamii kubwa pale ni ipi? Ni ile inaooa muta au ni ile ambayo inaooa kawaida? Akili hapo itasema, kama ni aya, kwa nini aya hizi kazielewa huyu tu, wengine wote hawakuelewa? Vipi? Nimekupa mfumo. Lakini inshallah iko siku nitaomba hii halaka iniletee zile aya, alafu na mimi nisifanyie bahthi, alafu kwenye hii halaka nichambue aya moja na nyingine, ili kuonyesha kwamba jambo hilo halifai, ila tuoeni ndoa ya kawaida inshallah. Shukrani Sheikh, nimeelewa. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Mimi amina rabbi, amina rabbi, amina rabbi. Naam, shukran. Sheikh, swali la kufuata natoka kwa ndugu yetu Akizimana Musa Monji, karibu kutoka maeneo ya Phoenix, Arizona. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullah. Shukran Sheikh Umar kwa kunipa fursa mara ya pili mjini Arizona. Sheikh, mimi kidogo labda nitoe zingine shukrani. Sheikh, ulikuwa wapi siku zote hizi yani? Maana naona vitu ni vikali kabisa. Niko na swala limoja na lingine mtu mwingine kaniuliza. Swala langu la kwanza ilikuwa ni nimemsikia Sheikh anazungumza kutokana na mada yetu ya Uislamu, wepesi katika Uislamu. Lakini sasa katika kuzungumza kwenyewe nimesikia ametoa njia za, ipo aya nimesikia wanasema kuwa imeendelea pale mwisho malizia wajahidu billati hi ahsan, kitu kama hivyo, kama sikusoma vibaya, tujadiliane nao hapo kama watu watakuwa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidha. Iko aya alitoa hiyo kama kulingania kupitia hikma na mawaidha mazuri na kujadilia. Iwapo itashindikana, kuna neno alizungumza pale, tujadiliane nao kwa vizuri. Sasa hao inaonekana kama ni watu pengine ni Waislamu ambao wanaifahamu. Labda swali langu lije kwa mfumo huyo, kwa wale watu ambao wanaona dunia imeharibika, kwa wale watu ambao wanauchafua Uislamu, ambao wanachafua jina la mtume wetu, na uwezo wa kwenda kujadiliana nao na kwa kidogo pengine ni watu wakubwa, pengine ni watu wenye ulinzi mkubwa, pengine uwezi ukafika, na hii hali imekuwa ni fasi yote duniani. Labda ungetufahamisha Sheikh, kama sisi Waislamu ni mfumo upi tuanza kutumia, au ni njia ipi sahihi ambayo Uislamu unatufundisha iwapo utaingia kwenye kijiji au mji ikatokea hali kama hii? Ni njia ipi Muislamu au ni msimamo upi Waislamu tunapaswa kusimama iwapo tutaona ndo katika kile kijiji Mungu anatukanwa au mtume ndo anachafuliwa na kuvurugwa sifa zake? Hilo ndio lilikuwa swali la kwanza. Swala la pili nimerudia pale Sheikh, na kurudia pale, sisi ndio wanaume wenye kuoa. Jambo la kuoa kishafikia jambo la kuoa, basi maswala yanakuwa ni mengi zaidi. Yupo mtu hapa kauliza, anasema kwamba aliwahi kusikia mashehe wanasema kuwa Muislamu kuoa sio kuwa Muislamu inaruhusu. Sasa iwapo kama inaruhusu, na mara nyingi katika ndoa haswa sisi wa Afrika, unapokwenda kuoa maana yake mwanamume ndio anakwenda kukabidhiwa mke au kupewa mke kule kwao na mwanamke. Kwao na mwanamke ndio sio Waislamu. Wamemuita pastor ili ifungwe ndoa. Pastor au mchungaji kwa Kiswahili kizuri. Je, hiyo ndoa inakubaliwa? Au je, Uislamu umeruhusu Muislamu ambaye ni mwanamume ambaye ni Muislamu anataka kumuoa mwanamke ambaye sio Muislamu, ambaye atakayewafungisha ndoa ile au ndoa ile iwe chini ya misingi ya dini ya Kikristo? Hayo ndio kwa maswali mawili. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum.
Kwanza kuhusu kuwaita watu kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia hekima, moja, mawaidha mazuri, mbili, wajadilhum billati hiya ahsani, tatu, jadiliana nao kwa njia ambayo ni nzuri, ni jambo la tatu. Kwa mfano umeenda pahala sasa, pengine huyo anayetukana Uislamu ni mtu mkubwa, ni mtu mtukufu, hata mimi nifanye nini? Wewe cha kufanya, tumia ile hadithi inayosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, yoyote mwenye kuona, mwenye kujua miongoni mwenu jambo baya, basi alibadilishe hilo jambo baya kwa nguvu zake. Fa in lam yastata, na ikiwa hakuweza kutumia nguvu kwenye hilo kuliondoa hilo jambo baya, basi yeye atumie ulimi, atumie maneno ya kuliondolea jambo baya. Na ikiwa kama hakuweza, basi fabiqadhihi, basi auondoe huo ubaya kwa kutumia moyo wake, alichukie hilo jambo baya kwa kutumia moyo wake. Uislamu ulivyo, kwa upande mmoja ni kama gari. Gari, yule bosi wako ukishakiagea mpaka zikamalizika zote, alafu yule bosi wako anataka gari ikimbie zaidi ya pale, kazi yako ni kumwambia kwamba hili gari anayelikimbiza sio mimi, ni ule utaratibu ambao limetengenezwa ili gari. Utaratibu wake zikiisha hizi gia 5, nitakanyaga mafuta mpaka mwisho, ndio mwisho wangu hapo, sina uwezo mwingine. Na kwa sisi Waislamu, mwisho wetu wa kidini ni huu, ni kutumia nguvu. Ukiona ukitumia nguvu zikuletea madhara, unatumia maneno. Ukiona maneno zikuletea madhara, moyo unatosha, lakini tu uwe ni moyo wa dhati. Huo moyo wa dhati na uonyesha bado lile baya laendelea, ndio mwisho wako hapo ulipopewa na Mungu, usitafute zaidi ya hapo. Angalia ile aya ambayo Mwenyezi Mungu anatukataza sisi usiwatukanie wale ambao hawana dini ya haki, usiwatukanie miungu yao, kwa sababu tukiwatukania miungu yao wale, wao watamtukana Mungu wa kweli. Sio tukiwatukania wale miungu yao, wao watamtukana Mungu wa kweli. Hii aya ina siri kubwa sana. Ina siri ya kwamba kama mimi kwa mfano nitaanzisha mjadala wa kuwaita watu kwenye Uislamu, alafu wale watu nimewapa kila hoja hawanielewi, nikaona kwa nia njema ni watukanie miungu yao, dini inasema hapana, wacha basi inatosha, usilete ambacho kiko nje ya uwezo wako. Kwa na sisi Waislamu tumepangiwa utaratibu kwamba kitukata mwisho wake hapa, pakifika hapo basi, usileta njia nyingine, tayari hapo itakuwa ni maslahi ya kibinadamu na wala sio dini, na baraka za Mwenyezi Mungu zitaondoka tena hapo. Sitaki niendelee sana eneo hilo, isipokuwa iko siku tutajadiliana na nyinyi juu ya kwamba mtume ametukanwa sallallahu alaihi wasallam. Je, akitukanwa mtume, sisi Waislamu tunafundishwa kuchoma balozi za watu? Mtume akitukanwa, mtume katukanwa katika nchi fulani, alafu kuna raia wa nchi hiyo yuko nchi nyingine, mimi nina haki gani ya kumuua raia yule au kumpiga eti kwa sababu nchi yake mtume katukanwa? Tutakuja kulijadili inshallah siku moja hilo, ili tuweze kuambiana kile ambacho Mwenyezi Mungu ametufungulia. Kuhusu hii ndoa, hakuna ndoa kati ya Muislamu na asiokuwa Muislamu. Hakuna ndoa hiyo. Kati ya Muislamu na asiokuwa Muislamu, ndoa hiyo hakuna. Ndio maana Mungu ametamka wazi, msiwaoe wanawake makafiri mpaka waamini. Kupata mwanamke mjakazi Muislamu ni bora zaidi kuliko kumuoa huyo kafiri ambaye yeye ni muungwana, hata kama atakupendezeeni. Na msiwaozeshe watoto wenu kwa watu ambao si Waislamu, kwa sababu huyu mtumwa ambaye ni Muislamu ni bora zaidi kuliko muungwana ambaye ni kafiri, hata kama nyie anakupendezeeni huyo muungwana ambaye ni kafiri. Kwa hiyo mazingira ya Muislamu kumuoa mwanamke ambaye si Muislamu, mazingira hayo hayapo.
kwa sababu moja katika madhara atakayoyapata huyu, kwanza haieleweki anamuoaje, kwa sababu ndoa kazi yake ni kuhalalisha tendo la ndoa lisiitwe zinaa. Hizo aya ambazo huyu anasoma alafu inageuka kuwa halali ni aya gani? Kwa inaonekana hapo ni ubinadamu tu unaopita, lakini hakuna uhalali wowote. Kwa ni kuombeni sasa hivi muulize maswali matatu ili tuingie kwenye magharibi hapa Tanzania. Ni kuombeni muulize maswali matatu na baada ya hapo mtaniruhusu ili tuingie kwenye magharibi hapa Tanzania. Karibuni kwa maswali matatu. Naam. Shukran. Nashukuru shekha. Ndio muulizaji tunashukuru pia inshallah. Naam. Swali la kufuata kwa sababu ya muda wa haraka ni kwamba tunamkaribisha ndugu yetu Sheikh Alimasi Omari kutoka maeneo ya New Jersey, Marekani. Karibu fadhali. Naam, nashukuru. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwanza tunazitoa shukrani nyingi sana kwa shekhe wetu ambaye kwamba ametuelimisha leo. Mungu amjaze kheri nyingi sana na amlipe kwa da'wa yake leo insha Allah. Bila kuchukua muda shekhe, mimi nilitaka kuongezea katika masuala ambayo kwamba watu waliuliza kabla. Suala la kwanza, iko mwanadada kutoka Belgium aliuliza kwamba ikiwa kwamba mchumba amekawia kwamba anaweza akachukua mchumba mwingine badala ule ya mwanzo. Swala langu ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunavyosikia alikataza ndugu Muislamu kwenda kuweka uchumba juu ya uchumba mwingine. Je, huyu mtu atakayekuja na huyu mwanadada tayari alishakuwa na mchumba mwingine, hatakuwa kwenye makosa kuingia katika hiyo ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza? Hiyo ni swala langu la pili. La kwanza, samahani. Na swala la pili nilitaka kuchangia kutokana na suala Sheikh Musabbah aliuliza ndoa ya mutaa. Katika wale ambao kwamba wanahalalisha ndoa ya mutaa wanasema kwamba hairuhusiwi kuoa binti, ni kuoa yule ambaye kwamba ni alishakuwa mwanamke mzima, ndio unaweza kumwoa kwa muda. Na pia vile vile wako na idda ile akiwa kama ataachika kwa kutizama kwamba ana mimba, na ikiwa kama ana mimba wanapozungumza wanasema kwamba unalazimika kulea mimba, yani kuitizama mpaka wakati akizaliwa, na yule mtoto akizaliwa anakuwa ni mtoto wako na unalazimika kabisa kuweza kuendelea unamsaidia mwanamama kwa sababu ya kulea yule mtoto. Na swala langu la mwisho ambao kwamba ni swala la tatu, ni aya ni kutokana na hii swala la mwisho limeulizwa na ndugu Hakizimana Musa kwamba tunaruhusiwa kuoa ambao kwamba sio kwa Waislamu ambao kwamba wanaitwa Ahlul Kitab. Nafikiri ipo aya Mwenyezi Mungu anasema kwamba tumehalalishiwa vyakula vya Ahlul Kitab pia vile vile na wanawake zao ikiwa kama watakuwa wamejiziwia. Sijui hapo unaweza kutushauri vipi katika hizo swala inshallah. Mwenyezi Mungu akujaze kila khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kuhusu hii hadithi kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuposa katika posa ya mtu mwingine, hii hadithi ni kweli. Ni kweli kabisa kaka yangu, hii hadithi ipo. Isipokuwa tu hadithi hii itafanya kazi pale ambapo ule uchumba umesimama. Uchumba umesimama. Mwanamke anaweza kuposwa na wachumba 5, 6, 7, lakini chumba zote hizo hazijasimama. Uchumba uliosimama ni ule ambao familia imeshapata utafiti na pengine ikibidi hata mahari imeshatolewa au kuna ahadi ya kuleta mahari. Yaani watu wameshakubaliana, kilichobakia ni kuoana tu. Pale ambapo mtu uchumba umesimama, pengine mahari imeshatolewa, pengine familia zimeshakubaliana, hapo ndio hapatakiwi mtu mwingine kwenda kuposa, kwa sababu atakuwa anachumbia mahala ambapo kuna uchumba uliosimama. Ama huu uchumba ambao watu wameposana tu, ni taarifa tu, ni maneno tu na nini tu, bado hauwezi kuwa ni uchumba ambao umesimama. Kwa yule ambaye anakuja na uchumba uliosimama, sheria itamruhusu kukubaliwa.
na hilo halipo kwenye uchumba tu, lipo hata kwenye biashara. Wala yabi' ahadukum ala bai akhihi, asiuze mmoja wenu katika bei ya ndugu yake. Wewe unataka simu, mshakubaliana 100,000, alafu anakuja mtu pale sema usinunue ile ya 100,000, mimi nayo 99 hii hapa. Huyu mtu anauza juu ya bei ya ndugu yake, pia inakatazwa. Sasa hiyo bei itakuwa ni haramu kama ikiwa ile bei imesimama. Kama bei hiyo haijasimama, hadithi hiyo haifanyi kazi na utaendelea kumuuzia huyo mtu mwingine. Habari ya ndoa ya mut'a, kwamba wanasema wale ndoa yenyewe huoi mtoto, ndoa yenyewe unaoa mtu mzima, yani huo ndio ushahidi kwamba hiyo ndoa haifai. Huo ndio ushahidi kwamba hiyo ndoa haifai. Kwa sababu hiyo kazi ya kwenda kuwauliza wanawake, wewe ni mtu mzima, wewe ni mtoto, ili ni kuoe, na utoto wako umetokaje? Umetoka kwa kuolewa, umetoka kwa zinaa, umetokaje? Yani huko kwa upande mmoja kuna kama kumdhalilisha yule mtoto wa kike. Ndoa ya mut'a, hata kama yule atasema kwamba akipata mimba atamlea huyo mtoto, akipata mimba atamtunza ule mtoto, hata kama atasema hivyo, lakini bado sheria inataka ndoa iwe ni starehe ya mwanamke ambayo moyo wake unapata amani kwamba ile ndoa itadumu. Tusiifanye ndoa kama jeneza. Ndoa isiwe kama jeneza. Kuna hadithi Bwana Mtume anasema sallama kwamba ile jeneza hilo lipelekeni haraka, hilo jeneza lipelekeni haraka, kwa sababu ikiwa kama huyo maiti anayoendea ni kheri, mmempeleka haraka kwenye kheri yake, na ikiwa kama huyo maiti mnakompeleka ni kubaya, mmeondoa shari kwenye mabega yenu. Kwa ndoa haitaki kuwa katika system ya jeneza. Ndoa ni kitu kikiwa kidumu, kitulie, watu wakae pamoja, kwa sababu inaweza kwa wewe mwanamume unamuoa mwenzao kwa muda, mwenzio kwa kupenda atakakae na wewe, mzae, mlisho watoto, mpate wajukuu, wewe asubuhi unamwambia mimi na wae container langu naondoka zangu. Kwa upande mmoja ni kumdhalilisha. Alafu ndoa yenyewe mut'a, ukitaka kuiangalia ubaya wake, hii ndoa inaangalia sana maslahi ya mwanamume, haiangalii maslahi ya mwanamke. Kwa sababu mwanamke hapa ndiye anayeumia hapa katika hii ndoa. Katika mazingira hayo, ndoa hii ya mut'a haina nafasi. Na kama nilivyowaambia wasikilizaji, iangalieni ndoa hii kwenye upande wa kufanyiwa na kwenye upande wa kufanya. Aghalabu wanaoipenda ndoa hii wanapenda kuwafanyia wenzao, wao hawataki watoto wao waolewe katika ndoa ya aina hii, au dada zao au shangazi zao. Kuhusu habari ya hawa muhsanati ni wanawake wenye kujihifadhi na maasi na kwa katika wale ahlul kitabi. Narudia kusema kumuoa ahlul kitabi ni halali, kwa sababu Qur'ani imetamka. Hatuwezi kuingia kwenye mjadala wa kuharamisha, sababu iko wazi. Tatizo linakuja ni nani huyo ahlul kitabi? Kwa kuwa kumpata ahlul kitabi ni tabu, mtu akaoe muislamu mwenzake. Kuhusu je kumuoa ahlul kitabi yafaa haifai, hata mjadala, inafaa. Tayari Qur'ani imeshatamka. Yuko wapi? Kwa kuwa hajulikani yuko wapi, huwezi ukamwita huyu mushrika kama ni ahlul kitabi. Na niwakumbushe, na iko siku tuizungumzia mada hii, kwamba wale mushrikati wako na mushrikina wako. Sasa ukisema hawa tulionao hawa ndio ahlul kitabi, lazima uwapate na mushrikati wako wapi na mushrikina wako wapi. Kwa ufupi ni kwamba ahlul kitabi ni jambo lipo kwa mujibu wa nafsi ya sheria, lakini ahlul kitabi yuko wapi? Kwa kuwa hayupo, usiwaoe hawa, oa muislamu mwenzako. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam. Shukran Sheikh. Ndugu yetu Sheikh Almasi, shukran. Naam. Kwa mwisho natoka kwa ndugu yetu ambaye anapatikana kwa maeneo ya Arizona, ameniomba nisitaje jina lake. Anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, tunashukuru kwa machache ambayo umetolea kwa siku ya leo. Mimi na swali nataka uniulizie, hivi ni lini waweza kuoga janaba? Kwa sababu kuna watu ambao wanafahamu kuwa janaba inaogwa baada ya tendo la ndoa tu. Shukran. Mwisho wa swali. Janaba
lina njia nyingi za kupata janaba. Kuna njia nyingi za kupata janaba. Njia ya kwanza ya kupatwa janaba ni kutokwa na zile mbegu. Kutokwa na zile mbegu. Kutokwa na hizi mbegu kuna njia nyingi. Kuna njia kuzitoa hizi mbegu, ile masturbation au istimna, kujitoa manii, kujichua, na ni haramu kidini, ni haramu, hairuhusiwi. Lakini manii yakitoka tayari huyu mtu ana janaba, atakiwa akaoge janaba. Manii yakitoka bila kuangalia yametoka kwa njia gani, madhali manii yametoka, ni lazima aoge janaba. Njia ya pili ambayo lazima aoge janaba ni wakati utupu wa mwanamume umeingia katika utupu wa mwanamke. Utupu wa mwanamume umeingia katika utupu wa mwanamke. Lazima hawa waende wakaoge janaba bila ya kuangalia kwamba je, baada ya kuingia utupu manii zilitoka au hazikutoka. Manii zilitoka au hazikutoka. Kwa hiyo kama mwanamume atamuingiza mwanamke utupu wake, basi janaba hapa litapasa hata kama hawakutoka manii. Lakini kama manii yameshatoka na yamethibitika yametoka, janaba litapasa hata kama hakutumbukiza katika utupu wa mwanamke. Ama mwanamume akilala na mwanamke, pengine wakachezeana kidogo, lakini hapakutoka manii, hawawezi kuoga janaba, hakuna wajibu wa janaba. Au mwanamume amelala akaota usingizini, anamuingilia mwanamke, alipotoka usingizini hakuona manii yoyote, hawezi kuoga janaba. Au mwanamke amelala akaota usingizini, anaingiliwa na mwanamume, akaamka asubuhi akajikuta hakutoka manii yoyote, hana wajibu wa kuoga janaba. Lakini mwanamume amelala akaota usingizini, anamuingilia mwanamke, akaamka asubuhi ametokwa na manii, atakwenda kuoga janaba. Mwanamke amelala anaota anaingiliwa na mwanamume, kukacha asubuhi akaona manii, atakwenda kuoga janaba. Kwa hiyo kufupi tu, janaba sura kubwa ni mbili tu. Kaone manii kwamba yametoka, ima kajitoa, lakini manii yakishatoka haiangaliwi yametoka kwa njia gani, lazima aoge janaba. Au utupu wake mwanamume uingie katika utupu wa mwanamke, lazima mwanamke aoge janaba na mwanamume akaoge janaba. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Naam, shukran Sheikh kujibu swali hilo. Nafikiri muulizaji amefahamu. Na kwa mengi zaidi kutokana na mlango huo wa janaba, ningemuomba ndugu yetu kufuatilia kwenye halaka ya namba 52 inazungumzia mambo kama hayo inshallah kwa urefu. Naam. Kwa hiyo Sheikh, kabla ya kuondoka ningekuomba kidogo matangazo fulani nataka nitoe hapa, niomba utusaidie kidogo kwa dua. Tangazo lenyewe ni kwamba ndugu yetu Sheikh Mahmud Wayo kutoka maeneo ya Austin, San Antonio, Texas, anasikitika kutangaza kifo cha mama yake mzazi kilichotokea huko Rwanda. Kwa hiyo anaomba tuungane naye kwa kumwombea dua marehemu ili Mwenyezi Mungu ampokee vyema inshallah. Kwa hiyo Sheikh, ningekuomba muombe dua na sisi tutaitika amin inshallah. Shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbalha Amin.
روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل لأخينا صبرا اللهم اجعل لأخينا صبرا اللهم اجعل لأخينا صبرا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.